Mimi ninaitwa mchungaji Wilson Kanyingi Githinji. Mchungaji Wilson amelelewa katika kaunti ya Nyandarua, mahali panapoitwa Oljororok. Na kanisa langu, mahali ambapo nilipopelekwa na mama yangu, lilikuwa kanisa la ACK. Na ninakumbuka vizuri nikiwa mtoto, tulikuwa watoto watatu tuliopelekwa kanisa la ACK ili ya kwamba tubatizwe. Na kila mtoto alikuwa analipiwa shilingi 5. Na mama akakoza shilingi 5 ya kunilipia, akaripia watoto wale wadogo. Nakumbuka nikilia na sikubatizwa, nilienda nyumbani na nikajiita Wilson, na hiyo ndio jina langu mpaka leo. Nina furaha kwa maana nina mzazi aliyependa neno la Mungu. Baada ya kutoka katika kanisa la ACK, aliamini katika kanisa la SDA. Na yeye pamoja na nyanya yangu ambaye ni marehemu saa hii anaitwa Ruth Gathoni, walinilea katika neno la Mungu. Na baada ya kunilea katika neno la Mungu, nilikuwa katika primary wakati huo, primary inayoitwa Madaraka Primary School. Saa hizo ilikuwa inaitwa Corbett. Niliweza kumaliza na nikaenda shuleni secondary inayoitwa Nyakiambi Secondary School, iliyo katika mahali panapoitwa Ndunduri. Nikiwa huko Nyakiambi Secondary School, kama vile unavyojua, neno la Mungu lilipotea. Hata japokuwa nilikuwa Mkristo, tuliunganika na vijana ambao hawakuwa na neno la Mungu, na tukajikuta tumeingia katika raha za dunia kawaida yake. Na ikawa ya kwamba tumeingia katika raha hizo kiasi ya kwamba mimi ninakumbuka ya kwamba nikiwa form 2 nilifukuzwa shuleni kwa ajili ya ukora wa shuleni. Mama yangu alinihurumia, kaenda kaongea na mwalimu mkuu wa Nyakiambi, alikuwa anaitwa Mwalimu Mureithi. Akaweza kupatiwa nafasi anipeleke mahali panaitwa Reshau Secondary School. Na nilipoenda huko nikawa sasa nimeconcentrate kusoma, kwa maana nilikaa nyumbani for 1 full term nikilima. Nikaona si maisha nitakayozoea ikiwa wengine wanasoma, na nikasoma kabisa. Niliposoma, ninakumbuka nikiingia Reshau Secondary School, tamu ya kwanza nilikuja namba 14 out of 34 students, form 3. Form 4, third term ya form 3, nikaja namba 10. First term ya form 4, nilikuwa namba 6. Tukifanya mock, nilikuwa namba 3. Nilisoma kwa nguvu ili ya kwamba niweze kutoka. Na ni kweli namba hiyo 3, hata kwa EAC, mimi nilikuwa namba 3 kwa wale waliopita. Lakini sikuwa na nafasi ya kuelekea na kuendelea na shule. Nilikaa nyumbani, na nikiwa nimekaa nyumbani nikawa mgonjwa. Ugonjwa mbaya kiasi ya kwamba nimelazwa Kenyatta for almost a year, na watu wetu wote wakaniaga, wakasema ya kwamba mimi sitaweza kuishi. Nikiwa Kenyatta, nikiwa mgonjwa sana, nakumbuka nikipiga magoti na nikieleza Mungu, utakaponitoa mahali hapa, nitaweza kukutumikia. Saa hiyo nikiwa mgonjwa sana, nilikuwa transferred, nikapelekwa hospitali ya kwetu Olkarao, ili ya kwamba niende nikakufia karibu. Lakini Mungu ni wa ajabu, nikiwa huko nikapona. Nakumbuka ilikuwa mwaka wa 1981, tarehe ilikuwa 29, na mwezi wa 8 nilipoamua kubatizwa. Na nikabatizwa na mchungaji ambaye ni marehemu Pastor Pamenas Nduke. Akanibatiza katika mto unaoitwa Simba wa kwetu nyumbani.
Nikibatizwa hata mama yangu alikuwa na uoga, kwa maana nilikuwa nimekonda sana, nilikuwa mgonjwa sana. Walikuwa nadhania siwezi kuvumilia hiyo maji baridi, lakini Mungu akanijalia nikaweza kutoka na nikawa na nguvu. Kutoka wakati ambapo nilipobatizwa mwaka wa 1981, nilikaa tu 1982 nyumbani, lakini 1983 nikaitika mwito wa Mungu. Bila kusindiliwa na mtu, nilipiga magoti katika nyumba yangu kadogo niliyokuwa nimejenga, nikaitika mwito, nikamweleza Mungu, yale niliyokueleza nikiwa Kenyatta, nimekubali hata sasa kuweza kufanya kazi ya Mungu. Na ni kweli nikaanza kazi ya uinjilisti wa vitabu. Nakumbuka nilifanya kazi ya uinjilisti wa vitabu mwaka wa 83, mwaka wa 84, mwaka wa 85. Nilipokuwa ninafanya kazi ya uinjilisti wa vitabu, hapo ndipo nilipoona mpenzi wa roho yangu, msichana anaitwa Mary Njeri Gitogo. Na nakumbuka ilikuwa tarehe 2 mwezi wa pili 1985 tulipofunga ndoa, na ikawa ni ndoa iliyofana sana, kwa maana ni ndoa ya kwanza kufanyika siku ya Sabato. Msichana huyo alinipenda nikiwa maskini vile nilivyokuwa, nikiwa mwinjilisti wa vitabu vile alivyokuwa, lakini nahitaji ya kwamba niseme beleni si yeye niliyependa sana, nilipenda matendo ya mama yake. Na nikasema ikiwa mama ana msichana anayefanana na yeye, huyo msichana ni wa ajabu. Na ni kweli nilikuta ni msichana wa ajabu ambaye sasa tumekaa na yeye miaka 40 bila kuachana. Na tukiwa tumekaa miaka 40, Mungu ametujabariki, tumekuwa na vijana 3, hata ijapokuwa mmoja mwaka wa 1998 tarehe 2 mwezi wa 8 aliweza kugongwa na gari katika Outer Ring Road, kagongwa na gari ya Kenya Bus na akalala hapo hapo. Hao wengine 2 Mungu amewajalia, kila mmoja ameoa, kila mmoja ako na mke na watoto. Na tunashukuru kwa vile ambavyo Mungu ametubariki katika njia hiyo. Mwaka wa 1986 tukaja mkutano Karura. Na tulipokuja mkutano Karura, kukawa kunahitajika wachungaji wa kuweza kutumwa, wachungaji kama 12. Na kati ya wale waliochaguliwa, mmoja wapo akani mimi, na nikachaguliwa, nikapelekwa Naivasha town. Wakati huo Naivasha haikuwa kanisa, ilikuwa Sabbath School ya Nakuru. Na ikiwa Sabbath School ya Nakuru, nakumbuka mchungaji aliyekuweko niliyowekwa chini yake anaitwa marehemu Pastor James Mwangi Moiruri. Mzee huyo ninampenda hata japokuwa amelala. Na mzee huyo aliweza kunifundisha kazi. Nilikuta kukiwa na utamaduni mwingi katika kanisa la Naivasha, wengi wakiwa wamerudi nyuma, kanisa linaendelea kivingine. Wanapotaka kufanya uchaguzi, hawajui uchaguzi unafanywa namna gani, wanaelezana mtu afunge macho, ainue mkono. Wanapotaka kula meza ya Bwana, kuna wengine wanaelezwa huwezi karibia meza ya Bwana kwa maana huko hivi na vile, na mambo mengi ambayo yaliyokuweko. Lakini nashukuru Mungu, kabla sijatoka kanisa hilo mwaka wa 1987 kuelekea shule kama Gambo, kanisa hilo lilikuwa limetengwa. Wakati huo nilikuwa ninashikilia kuanzia Naivasha, ninaenda mpaka kule juu Kinamba, ninaenda mpaka kule chini Rogonot, ninaenda mpaka Userian kule chini, ninaenda mpaka Gilgil, Kikopey, kulikuwa na Sabbath School moja hapo. Gilgil naye ilikuwa Sabbath School wakati huo. Na huko kote tulikuwa tunaenda. Na ninakumbuka by then mshahara ulikuwa 1,300, na hiyo ndio utakaolipa nyumba, na hiyo ndio utakaoweza kutravel naye. Hapo ndipo utalipa bills za maji na kila kitu. Hapo ndipo mtakula 1,300. Kinashukuru Mungu ya kwamba ilikuwa inatutosha
na ilikuwa kila wakati tunajimudu naye na tunasaidia hata washiriki naye, na kanisa ambalo ni mpya tunaendelea nao. Nakumbuka wazee walionisaidia katika kanisa hilo, mmoja wapo akiwa mzee Njogi Getau ambaye angali hai mpaka leo, angali karakita, akiwa mzee wangu wa kanisa. Nakumbuka wengi ambao tuliokuwa nao Naivasha, na kazi ya Mungu ikaweza kuendelea. Kutoka Naivasha nikapata barua iliyonialika kwenda kusomea Kamagambo. Nikasoma Kamagambo muda wa miaka 2. Nakumbuka nilipofika Kamagambo, kwa maana nilieleza mke wangu aende nyumbani, hatukuwa na pesa, aende ajimudu akiwa nyumbani na mtoto. Tulikuwa tumepata mtoto mmoja tukiwa Naivasha, huyo kijana mkubwa anayeitwa Benaya Gibenji. Akaenda naye nyumbani, nami nikaenda shuleni, na nikamweleza mama, ujimudu ukiwa nyumbani, kwa maana hata mimi ninaitisha fees katika Kamagambo na sina. Na kwa hivyo nilipofika Kamagambo mara ya kwanza, kitu cha kwanza ni kutafuta kazi ili ya kwamba nifanye work program katika Kamagambo. Na nikawa ninafanya kazi Kamagambo, kazi ya kukama. Nakumbuka tukikama pamoja na pastor anaitwa Pastor Joseph Ndwati Kariuki wa kule Murang'a Gathera. Ni tulikuwa tunakama na mtu anaitwa Pastor Labash Odek, Pastor Simon Rabash Odek ambaye ndio director wa theology katika Balaton University. Tulikuwa tunakama na Dr. Mumbo, Duncan Mumbo ambaye ni chaplain wa Balaton. Hao wote tulikuwa tunakama nao. Tunaamuka saa 10 ya usiku kwenda katika ng'ombe za Kamagambo, na baada ya kukama ng'ombe za Kamagambo tulikuwa tusungushe maziwa kwa walimu wote, tuweze kuosha dairy, tuweze kupeleka ile maziwa ingine kwa dining. Na kwa hivyo kila siku tulikuwa tunaamuka saa 10, tunafanya maombi pale kwa dairy. Tukiwa hivyo tunaingia katika kazi. Kwa hivyo mchana ungetukuta wanafunzi wengine wakisoma, sisi wakati mwingine utakuta tukidoze. Mpaka mwalimu wetu Dr. Elijah Njagi akatueleza mtaacha kukama kwa ajili ya hiyo. Lakini hata ijapokuwa ni hivyo, tulikuwa tunaongoza darasani. Mpaka wanafunzi wanauliza, kwani kule chini kuna nini? Kumbe ni Mungu aliyekuwa pamoja nasi. Hiyo maombi tunayoamkia asubuhi, hiyo kazi tunayofanya, Jumapili ni kuosha hizo ng'ombe, na ni ng'ombe nyingi. Tulikuwa Mungu atitujalia. Baada ya mwaka mmoja kukama, nilipandishwa cheo na rafiki yangu mmoja, mwalimu wangu anaitwa Daniel Ochola. Daniel Ochola akiwa mwalimu wangu wa vocation, walipohitaji karani wa Director of Food Services Kamagambo, wakati ambapo kulipoanzishwa ofisi hiyo tukiwa na Mrs. Agak, niliwekwa karani. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kingeingia Kamagambo bila kupita mikononi mwangu na niweze kuweka saini. Nikawa nimeingia katika hali hiyo, na nikawa sasa nimepewa mshahara wa kwa dairy. Tulikuwa tunapewa shilingi 1 na penny cent, 1 shilling and 10 cents. Ndio ilikuwa 1 hour unapewa 1 shilling and 10 cents. Sasa nikapandishwa cheo nikiwa na ofisi ya kupokea vitu vyote kwa Kamagambo, ikawa ninalipwa 2 shillings and 50 cents. 2 shillings and 50 cents per hour. Nikafanya huko katika the dining hall nikiwa na ofisi yangu. Mrs. Agak akakataa hiyo kazi, kwa maana sijui walikosana wapi na principal aliyekuweko marehemu Gilbert Angienda. Mimi nikawa sasa ndio director. Hata nikiwa darasani, mikate ikiingia ni lazima niitwe niweze kuweka file. Hakuna mtu atakayelipwa bila kupita kwangu, ili ya kwamba nimhesabie kila kitu ambacho amesupply. Na nikawa ya kwamba hiyo ndio kazi niliyofanya katika Kamagambo, kiasi ya kwamba hata nikitoka walikuwa nauliza kama naweza endelea. Nikawa ya kwamba hawajapata mtu aliyewafanyia kazi vizuri, na dining hall ikawa nzuri. Kuna vitu ambavyo vilivyokuwa vinapotea hapo, wapishi wanabeba hii na ile wanaenda nayo. Ikawa ya kwamba dining hall inaenda vizuri sana. Lakini nikawaeleza kazi ambayo niliyokubali sio kazi ya ofisi,
nimekubali kazi ya kuhubiri. Na kwa hivyo nikagraduate mwaka wa 1989 mwezi wa 3. Na kutoka hapo nikatumwa kwenda Kirinyaga, mahali panaitwa Gakuo. Nikawa pastor wa Gakuo, nikisimamia kuanzia Mwea, niwe kwenda mpaka The Fathers. Nikapewa mpaka kile Kiang'ombe kule juu. Nikapewa mpaka Sagana. Huko kote, mahali ambapo saa hii kuko na mapasta karibu 5, nilikuwa nasimamia nikiwa peke yangu. Lakini sikukaa sana. Nilikaa 89 mwezi wa 4 nilipoingia. Mwezi wa Disemba nikapigwa transfer. Transfer ambayo wakati mwingine washiriki walinihurumia sana, kwa maana nimetolewa Kirinyaga, nimepelekwa Maralal. Maralal by then ilikuwa ni jangwa. Ukifika na basi kule Maralal, Wasamburu walikuwa na kueleza habari ya Kenya, kwa maana hawaamini ya kwamba mtu anaishi Kenya. Kwa hivyo nikaenda huko, naye huko nikaweza kukaa miaka mitatu. 1990, 1991, 1992 ndio nikahama Disemba, nikapelekwa kule Njoro. Nakumbuka kazi ya Maralal, huko kuingia Manyata, huko kwenda mpaka Wamba, kwenda mpaka Baragoi kule ambapo mnaposikia kuna terrorist. Huko tumeenda huko, wakati mwingine hakuna maji, tunaenda na marori, tunakaa juu ya ng'ombe juu, tunaenda mpaka huko. Tulifanya kazi ya Mungu, na ninashukuru Mungu kwa vile ambavyo Suguta Malmar tukafanya. Kuna kwingine kulikuwa kunaitwa Kirimon. Kirimon ni kule ambapo serikali ilikuwa imeweka NYS. Nilikuwa naenda Bible study huko. Hata ni siku moja karibu niliwe na simba nikiwa nimeshelewa kwenda huko nikienda Bible study. Nilipofika huko walishangaa, wakaniuliza, pastor, umepitia wapi? Simba 2 jana wamekula ng'ombe zetu hapa. Na ni kweli, nilipofika jiani kuna mahali nilifika, nikasikia tumbo lote limejaa maji, nikasikia ya kwamba nywele imesimama, nikajua ya kwamba ni simba ako karibu. Na nikamweleza Mungu, ikiwa wakati wangu umefika, niko tayari. Lakini nilienda na nikafanya Bible study huko Kirimon. Kutoka Maralal nilienda mpaka Njoro. Njoro ni wakati huo ni wakati wa crutches, tukawa tumeenda huko. Tumekaa Njoro, nikiwa nashikilia Njoro, nikiwa nashikilia kule chini Piave, nikiwa ninashikilia kule Mutukanio, nikiwa nashikilia Egerton. Na nilifika Egerton wakati ambapo ni kubaya. Offshoot ilikuwa imeingia, board yote ya kanisa la Egerton ilikuwa imevutwa, kwa maana walikuwa wameamini mtu anaitwa wamesoma vitabu ambavyo ni vya offshoot. Lakini tukaendelea na wao na jina la Mungu likatukuzwa. Kutoka Njoro nikapelekwa kwetu nyumbani, kanisa la Nyahururu. Nyahururu inapakana na Oljororok, na kwa hivyo nikapelekwa kwetu. Mwaka wa 1995 na 1996 nilikuwa Nyahururu. Nyahururu nikipanda kule Zosogwa, ninaenda mpaka kule Kahembe, Weomererie, makanisa hayo yote nilikuwa nayo na Nyahururu town. Nilifika wakati ambapo ni mbaya. DC Machogu alikuwa amepeana uwanja mkubwa wa eka 7. Na aliposaidia kanisa hilo lipate hiyo, nikakuta umeingiliwa kisiasa na unataka kunyang'anywa. Tulitafuta title deed, tukaanza shule huko, shule ikajengwa, tukaanza kuendelea, na mpaka leo Mungu ameshikilia uwanja huo, haukuweza kuenda kwa ajili ya jambo hilo. Ninatoka hapo nikasikia mwito tena wa kusoma. 1986 nikaenda shuleni Kamagambo. Kamagambo by then ilikuwa imetaka kuanza university. Na kwa hivyo nikaenda huko kusoma university ya Kamagambo. Lakini baada ya kukaa karibu mwaka katika university ya Kamagambo, nikaona ya kwamba inatokomea, inaenda chini. Na hii university haijulikani. Nikaenda mpaka Baraton kuuliza, kwa maana walikuwa nasema it is affiliated to Baraton. Nikaelezwa Baraton haijui mambo kama hayo. Kwa hivyo nikatoka huko. Nilipotoka huko nikauliza Central Kenya wanirudishe kazi, na ndipo nikaletwa
mpaka Shauri Moyo. Nikaletwa mpaka Shauri Moyo, no, sio Shauri Moyo, nikaletwa mpaka Kariobangi. Saa hiyo nikishika Kariobangi, nilikuwa nashika Kariobangi, kuanzia Kariobangi, nilikuwa nakaa Kariobangi South, nashika Mathare North, nashika Baba Ndogo, nashika GSU, nashika survey, NYS headquarters, NYS engineering, ninakuja mpaka Githurai, ninashika mpaka tulifanya crusade Githurai kahawa sukari, wakati huo nikiwa hapo. Na nimeshika Garrison ilitengwa wakati ambapo nilipokuweko. Hiyo makanisa yote nilikuwa ninashika. Halafu wakati huo ndipo Kahawa West. Kahawa West kuna kisanga ambao kilikuwa kimekuja hapo katikati, marehemu Pastor Peter Njenga akawa ametuma kutoka Makongeni asimamie kanisa hili, aweze kulirudisha kutokana na kisanga kilichokuweko. Na wakati huo ndipo tuliongea na Pastor Njenga, na uhasama na shida iliyokuwa kati ya Kahawa West na Githurai ikaisha. Wazee tukaongea na ikarudi, na nikapewa Kahawa West ikawa kanisa langu. Na kwa hivyo Kahawa West si mara yangu ya kwanza kuja. Hii Kahawa West ni mara yangu ya pili kurudi. Na kwa hivyo baada ya kufanya hapo Kahawa West Kariobangi district, hii ikiwa Kariobangi district, nashukuru kwa vile ambavyo kazi ilivyoendelea hapa. Wakati huo wa kufanya kazi na kuko kote, kitu kilichotusaidia ni kitu ambacho kilichokuwa kinaitwa Megaraida. Megaraida ni kakadi ulikuwa unapewa na Kenya Bus, unalipa pengine 1,000. Unaingia basi yeyote ukiingia, kwa maana ukiwa na hiyo uonyeshe conductor, hata ikiwa ni kuenda wapi utaenda, bora tu una kadi hiyo. Na kwa hivyo wakati mwingine ninakuja mpaka hapa, ninajua ya kwamba hata nikitoka saa 4 hapa usiku au saa 5 nitaenda town na nikute basi ya Kariobangi South, ilikuwa namba 56, ninapanda. Mke wangu naye ananigoja kule juu, akiwa na ngoja bwana yake, anaangalia mpaka basi ya 56 itakapokuja ya mwisho, anione nikitoka na niingie. Ndipo Kahawa West tulianzana hapo. Na ninashukuru kuwa nimerudi tena ili ya kwamba niweze kuwa hapa. Kando na kufanya Kahawa West, mwaka wa 2000, kwa maana nilifanya Kahawa West kuanzia 1998 mpaka 99, na 2000 nikaelekea Baraton. Nilisoma Baraton 2000, 2001, 2002, 2003 nika graduate. Ndipo graduate nikapelekwa Ukambani. Ukambani milimani ya Mbooni. District inaitwa Nzaini. Kapewa makanisa 8. Kuanzia Kariani kule chini, Mudhwani kule chini, kuja Nzaini, kuja Siadhani, kuja Utumoni kule chini, Mkateni, Ukanga. Hiyo makanisa yote ilikuwa makanisa yangu. Makanisa 8. Nikawa ninasunguka huko. Saa hiyo sina gari, saa hiyo sina baiskeli, saa hiyo sina kila kitu. Ninakuja ninateremka mpaka Kariani, ukitoka huko uchelewe tu ufike saa 10, utafika nyumbani saa 2, kwa maana ni kupanda milima. Na tukawa tumefaulu, lakini mwaka wa 2004 tulipata ajali kubwa sana ambayo ilikuwa inataka kuninyang'anya mke. Nakumbuka ilikuwa tarehe 22 mwezi wa Disemba 2004. Tumetoka nyumbani tukielekea kazini, kufika Machakos tukapanda gari, zilikuwa zinaitwa Explorer, hizi minibus kubwa, na within 5 minutes kutoka uwanjani wa Machakos tukapata ajali baya sana. Ambayo watu waliokufa hapo walikuwa 9, na wengine 5 walikuja kufa baadaye. Na mama akawa ya kwamba amevunjika miguu, amekatwa hapo kichwani, mkono nao umevunjika. Na nikamchukua hapo. Mimi sikugongwa sana. Nilitoka hapo. Hata nilipofika hospitali walikuwa wananieleza nimpatie damu,
kwa maana damu yake hakuwa nayo, lakini wakagundua ya kwamba yangu ilikuwa O positive na yake ni O negative. Na walipojua ya kwamba nilikuwa katika gari hiyo wakakataa. Mwishowe aliweza kuletwa mpisha, akaweza kuwekwa chuma ambazo hazikumpeleka vizuri, akawa ya kwamba hawezi fanya jambo. Kutoka hapo tukampeleka Kenyatta, ndipo akatengenezwa, akakaa na chuma alizo nazo mpaka leo. Lakini alikuwa anataka kuniacha, lakini Mungu ni wa ajabu, akanirudishia tuweze kuwa pamoja naye. Huo ni mwaka wa 2004 December. Nikapigwa transfer kwa ajili ya ajali yake, nikaletwa Shauri Moyo, nikakaa Shauri Moyo for 1 year. 1 full year. Kuanzia Januari ya 2005 mpaka December ya 2005. Nilipomaliza mwaka mmoja, nikapigwa transfer nyingine, nikapelekwa Nairobi East. Nairobi East nikawakuta walikuwa katika hall inayoitwa Tomboya Hall, ile iliyo katika Jogoo Road. Na hiyo hall ikawa inaniuma sana, kwa maana kila mwezi tulikuwa tunalipa almost 50,000 kwa hall hiyo. Na walikuwa wamenunua uwanja upande huo wa Leri, na nikawa ya kwamba baada ya miaka 3 kukaa huko, nikiwa nashikilia wakati huo Zimmerman, nashikilia Nairobi East, mwishowe nikapigwa transfer. Baada ya kuhamisha tu kuwapeleka uwanjani, nikapigwa transfer, na transfer yenyewe ikanileta Dandora. Dandora nikapewa makanisa 12 kuanzia Kasarani kuelekea mpaka Dandora, Ngomongo yote, na hiyo makanisa yote 12. Nakumbuka mchungaji Douglas Agoga alikuja, tukasaidiana naye akiwa associate wangu tukiwa tunaelekea. Lakini mwishowe ikaja ikagawanywa. Dandora ikaenda mahali pake, nikabaki na Ngomongo na Kasarani. Nilipobaki na Ngomongo na Kasarani, saa hiyo nimeshika Kenhat, nimeshika Sieko, nimeshika Mwiki ile Kasarani yenyewe, nimeshika ingine inaitwa Sunflower hapa Chokaa, nimeshika mpaka ile Loisambu. Ni sisi tulifanya crusade mpaka ikaanzishwa na tukaendelea. Hiyo ni mwaka wa 2006 to 2009. No, 2006, 2007, 2008 nilikuwa Nairobi East. 2009, 2010, 2011 nilikuwa Kasarani. Kutoka hapo Mungu akanipatia transfer ingine, ndipo nikaenda kule Ongata Rongai. Ongata Rongai saa hiyo imeshika mpaka Ngoroi, imeenda mpaka Limpa, Kandizi, Ole Kasasi, Kataka kule juu, Longai Main, Longai Central, na hata kanisa iliyo kubwa inaitwa Razor Hill. Razor Hill ndio kanisa ambalo lilikuwa kubwa sana. Tukawa tumekaa huko mwaka wa 2012, 2013, miaka 2. Ndipo nikarikabidhi Pastor Joel Okindo. Nikahamishwa nikaja kanisa la Parklands. Na kanisa la Parklands nikakaa mwaka wa 2013, 2014, 2015. Kwa 2014, 2015 na 2016 nikakaa Parklands Church. Parklands Church Mungu amenijalia tukafanya hapo, nikiwa na wazee kama Daniel Ochola, Mwaniki, Gitenga, akina Odongo, akina mzee. Hawa wazee tulifanya na wao, tukafanya na wao, na kazi ya Mungu ikaendelea vizuri. Kanisa la Parklands nilipendezwa na utumishi niliofanya huko, kwa maana Parklands ni kanisa ambalo ni halina siasa, halina nini, lakini nilikuwa ninafanya Parklands na ninashika na Siloam na ninashika kanisa la Zimmerman. Kwa hivyo Zimmerman ikawa nimerudi mara ya pili.
na ninashukuru kwa maana watu wa Zimmerman ni watu wazuri, ni watu ambao wanaokaribisha, na kanisa hilo liliendelea vizuri, na kanisa hilo lilikuwa na Sabbath school inayoitwa Maroroi, na tukawa ya kwamba tuna hiyo. Parklands nao wakawa na Sabbath school inaitwa Pangani, na ingine inaitwa ile ya pande ile sikumbuki ya kwamba inaitwa nini, lakini hizo zote zilikuwa chini yangu. Kutoka hapo nimepelekwa Kangemi. Kangemi nimekaa 2017, 2018, 2019, 2020. Kangemi ikiwa saa hiyo niko na makanisa 8, niko na Kangemi South, niko na Kangemi East ambayo ilitengwa nikiwa huko, iko na Kangemi Central, halafu niko na wakati huo Kangemi Central iko na Sabbath school ambayo Sabbath school yake, halafu tuna Kabete West, tuna Lower Kabete, na tuko na kanisa linaloitwa hili ambalo lililokuja kuwa na shida, linaitwa nimesahau, lakini lilikuja kuwa na shida la wakati huo ambapo kulipoanzishwa mfumo unaoitwa NCC, Nairobi Cosmopolitan Church. Kanisa hilo ndio liliniingiza kwa gazeti mara ya kwanza, baada ya kusema ya kwamba kanisa hilo lilipoanza hiyo siasa zilizokuja za aina hiyo, ziliweza kusema ya kwamba washiriki wamenivuta, na kumbe ni propaganda ambazo zilizokuweko kwa ajili ya siasa iliyokuwa inaingilia kanisa sana. Kutoka hapo ndipo kutoka Kangemi mwaka wa 2020 nikarudishwa Kahawa West. Vile nilivyokuja Kahawa West, niliomba transfer ili ya kwamba nikaribie mahali ninapokaa niweze kuja. Nakumbuka nikikaribishwa kule Greenview Church ile Kiamombi. Washiriki wa Kangemi walinileta mpaka huko, na siku hiyo ilikuwa siku ya furaha kubwa. Washiriki wa Kangemi wakihuzunika kwa ajili ya kuwaacha, na wakanileta nikawa nimepokelewa. Saa hiyo nilikuwa na makanisa 8. Tulikuwa na kanisa hili la Kahawa West, tulikuwa na kanisa la Kahawa Tumaini, Kahawa Kongo, tukawa na kanisa la Greenview Kiamombi, Kamiti, tukawa na Baraka, na tukawa na Great Hope na Njadaini. Hawa makanisa yote 2021 nililetwa nikawa, lakini kukawa kumeingia shida. Wakati huo ni wakati wa COVID, na wakati huo wa COVID uendeshani wa kanisa ikawa ni ngumu sana. Lakini nashukuru kanisa la Kahawa West ya kwamba hata japo kuwa kuliingia COVID, hii mitambo ya kuweza kufikishia watu habari wakiwa nyumbani ilianzishwa wakati huo. Mpaka wakati huu tuko na TV ya Kahawa West. Hii ni mazao ya COVID ilipoletwa. Kwa hivyo COVID ikawa ni nzuri kiasi ya kwamba kanisa la Kahawa West limejulikana ulimwenguni kote. Saa hii ukitaka services za Kahawa West, kuanzia asubuhi Sabbath school mpaka saa 5 mpaka saa 8 utazipata katika mtandao. Vile kunavyoendelea kanisani hili utakuta. Jambo moja ambalo ninalopendezwa na Kahawa West ni ya kwamba ukiingia, uibaji unaimbwa kwa moyo. Kwa moyo. Siku yangu ya kwanza kupewa nafasi ya kusimama katika mibara, nakumbuka sermon ambao niliohubiri, sermon ambayo iliyosema ya kwamba, sermon yenyewe ilisema ya kwamba Caleb baada ya kufika Canaan,
wakiwa na Joshua. Akiwa ana miaka 80, alimkumbusha Joshua kamaliza miaka 40 iliyopita tulikuja katika nchi hii. Na tulipokuja katika nchi hii, wengi tulio nao wamekufia jangwani. Na walisema mlima ule uko na watu wakubwa, wana wa Anak, watu wa Nefiri, watu wakubwa. Mimi ningetaka nipewe mlima ule. Nina nguvu kama wakati huo ambapo mlipotoma. Ni kweli, sikujua ya kwamba katika miaka hiyo 40, nitakuja nikumalizia kazi hapa. Niwe na 40 years of service, ile ambao nimekaa katika kazi ya Mungu. Na niwe na 40 years ya kukaa na mke ambao tunaofurahiana. Na kwa hivyo nataka niwaeleze, ninapoelekea kumaliza kazi, kwa maana mwaka huu wa 2024 December ndio ninafika mwaka wa 40 wangu wa kazi, na niache active service, niweze kuwa retired pastor, senior citizen, mtu ambaye amefunguliwa mipaka yake afanye kazi mahali popote. Ninafurahi kwa maana Mungu amekuwa pamoja nami. Nataka kuunganika na Paulo anaposema katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari ni wa 9 ikiwa si wa 10. Anasema ni neema ya Mungu imenifanya niishi vile ambavyo nimeishi. Ni neema. Mimi ninapoangalia mambo mengi ambayo yamenikuta na yamekuta familia yangu katika mambo hayo, kwa maana sikutaka kuongea yale negative ambao tumepatana nayo jiani. Kuna kupanda na kuteremka katika kazi hii, lakini ninafurahi kwa maana ni neema ya Mungu imekuwa pamoja nami. Kuna fungu ambalo limekuwa likiniongoza wakati huo wote, na ninalipenda sana. Fungu ambalo ninalolipenda sana liko katika kitabu cha Zaburi 16 na mstari wenyewe ni wa 8. Nimemweka Bwana mbele zangu daima, na kwa maana ako kuumeni kwangu, hakuna jambo laweza nitikiza. Fungu hilo ninalipenda kwa maana linanikumbusha every time ninapokuwa na priority ambao ninayotaka kuweka mbele, ninauliza where is my God? Ako mbele yangu daima. Every time. Na nikueleze ya kwamba every time unapofikiria, what position have you placed your God? Ikiwa ako mbele kila wakati na ako kuumeni kwako amekushika mkono, hakuna jambo laweza kuwa ngumu. Namshukuru Mungu. Nataka kuwashukuru wazazi wangu, hata japokuwa my grandmother amelala. Alilala akiwa Mkristo. Mama ambaye hakuwa naona sana, lakini mama ambaye alikuwa wa kiroho. Nilimpenda kwa sababu tukienda nyumbani tunaimba naye nyimbo zote. Nyimbo zote za agendi, hizi nyimbo za Kikristo zilikuwa kichwani mwake. Nataka kushukuru mama yangu. Mama yangu amefanya kazi kubwa. Kwa maana my father alipotelea Nairobi, yeye alikuwa mlevi, alikuwa na kunywa kila wakati, kiasi ya kwamba hata saa hii siwezi jua mahali ambapo kaburi la baba liko. Lakini mama yangu alitusukuma katika shule, tukasoma na akatulinda. Tukiwa anafanya vibarua, anafanya nini, lakini angali. Na hata saa hii angali yako. Mungu amemlinda. 90 years, alizaliwa 1934. 90 years angali yako. Saa hii tunakaa na yeye, anachona viondo na anasimama vizuri. Ninamshukuru huyu mama kwa vile kazi aliyonifanya. Nataka kumshukuru mke wangu. Baada ya kunipata nikiwa kijana tu barubaru anayesunguka hapa na pale, tumesimama na yeye katika mabonde na kusimama, tumekuwa pamoja naye. Nimefurahi kwa ajili ya jinsi ambavyo baada ya yeye kuwa hivyo ambavyo alivyo, alikuja akajifunza kuweza kuongea na kuweza kuhubiri na kuweza kuunganisha mafungu, kuweza kushauri, na akawa ya kwamba hata wakati mwingine ni chupavu katika mambo ya familia kuniliko. Amekuwa kiongoza kipindi kinachoitwa Mke Mwema katika TV yetu ya HCK.
Na ninafurahi kwa sababu amefanya kazi hiyo. Saa hii kila wakati anaalikwa. Juzi alikuwa amealikwa mpaka Malindi. Anapandishwa ndege mpaka Malindi aende akawafundishe. Ninafurahi kwa ajili ya kipawa alicho nacho na Mungu aweze kumsaidia asimamie huyo. Nataka kuwashukuru watoto wangu kwa kusimama na sisi kiasi ya kwamba hatujapata shida kubwa ya kutoka kwa watoto wetu. Wametufurahia, wamesimama. Nashukuru kwa vile ambavyo wanavyosimama. Zaidi ya hayo ninataka kushukuru district ya Kahawa West. District ya Kahawa West nimepata utulivu. Muda huu wa uzeeni mwangu sikupata mambo ambayo ni magumu yale ambao mapasta wanaopatana nayo. Nimeweza kuwa na utulivu, mahali pazuri, nimekaa, kanisa la Mungu linaendelea, washiriki wanaendelea na nimefurahi kukua pamoja. Vile ambavyo kanisa hili lilivyo na vile ambavyo kanisa la Kongo, kanisa la Tumaini, kanisa la kule Njera, nimefurahia. Nimekuja kupendezwa na kazi iliyo katika Njera. Washiriki nimekuja kuwaeleza ya kwamba ni mtihani tumewekewa hapa. Njera hii kuwa karibu na sisi. Yesu anasema nalikuwa katika Njera mkaja kunitembelea. Na kwa hivyo nimefurahia kukaa pamoja nao. Njera hizo zote, hakuna njera ambao sikuwa natembea na nimeruhusiwa niweze kuwa pamoja nao na nimefurahia kufanya kazi hiyo. Na kwa hivyo ninapomaliza, ninasema ya kwamba Mungu azidi kuwa pamoja nanyi katika kanisa hili la Kahawa West na district hii ya Kahawa West, na kazi ambayo Mungu ametuwezesha kuweza kuifanya iwe ni kidogo iendelee. Mimi ninashukuru kwa maana Mungu alinionyesha baada ya mimi kusoma, akanionyesha ya kwamba nina talanta ya kuweza kusaidia familia. Watu ambao wamepitia mikononi hii, nilipokuwa ninajaribu kuwaita, niliona ya kwamba ni wengi wale ambao wamepita mikononi hii ya kwamba tuweze kufanya harusi. Paka hata leo wengi wao wangali wanafurahi kwa vile ambavyo walianza. Mungu azidi kuwa pamoja nao. Ninashukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepewa ya kufanya hivyo. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi na waongoze.